Na waambieni nyote kila pahali, kila mahali popote mliopo hapa duniani ama hapa Afrika. Wakati unaposaidia mtu, wewe msaidie tu uende zako. Usimsaidie ukitarajia huyu mtu atakusaidia. Hata kidogo usijaribu kutarajia yeye atakusaidia. Manake wengi unawasaidia hata ndio watakusaliti. Wengi unawasaidia ndio watakusaliti, ndio watakuona ufai kabisa. Hata ndio watakusengenya, ndio watakuona mtu mbaya. Ukisaidia mtu wewe msaidie tu na uende zako. Usitegemee chochote kwake, msaidie tu na uende. Na wapatia story fupi hapa, story ndogo tu muisikize. Kuna dada fulani mahali alikuwa akona shida sana ya kazi. Alikuwa na shida sana ya kazi mpaka nikamwona huyu dada kweli akona shida ya kazi. Mimi mwenyewe nikamwona. Sasa iwapo wakati mwingine, wakati mmoja kule kwetu kazini kulitokea nafasi wanataka watu wa kuajiriwa. Nikafikiria yule mama, yule mwanamke, yule dada, nikajituma. Nikasema acha nikaongea na boss wangu nimwambie kuna dada fulani akona hitaji wa kazi mahali fulani. Na mimi nikangangana mpaka nikahakikisha yule boss nimemuona na kuongea na yeye. Unajua kuongea na boss sio rahisi, na mimi sikuwa na cheo kazini. Nilikuwa tu ni mtu wa kawaida tu. Basi nikaongea naye mpaka akanikubalia yule boss, akaniambia ndo kamlete. Nikangangana pia sikuwa na namba yake ya simu. Nikangangana mpaka nikapata rafiki yangu mwingine akanipa namba yake ya simu. Akanipa namba yake ya simu. Nikamwambia hapana, mpigie wewe. Akampigia, akamtafuta, akampata, akaja na yeye, nikamchukua, nikampeleka kwa boss. Hata ikuchukua muda, alifanywa tu interview kidogo na akaajiriwa tayari na akaanza kazi. Basi tukaendelea, siku zikasonga. Hiyo siku mwezi ulipoisha akaja akanipa, akawa anataka kunipatia shilingi 500 kama asante. Mimi nilimtafutia kazi. Nikamwambia hapana dada, usinipe 500. Mimi mwenyewe nimekuwa nikifanyia kazi siku zote. Na hiyo mshahara unaopata mimi ndio nimepata karibu miaka 3 bado niko hapo. Hiyo pesa enda ukatoe sadaka kanisani, sitaki hiyo pesa. Akanibembeleza, nikamwambia hapana, wewe enda ukatoe sadaka kanisani, kamtolee Mungu. Mungu ndio alinipatia hiyo uwezo na akanipa huo maarufu na akanipatia hiyo hekima ya kuweza kwenda kusikizwa ni boss. Otherwise boss angenisikiza bila Mungu. Haya, tukamalizana hivyo naye. Basi siku zikaenda, mwaka ukaisha mwingine. Sasa nikaja nikapata na shida. Hii shida ilikuwa vipi? Wakati mwingine wakati unalipwa kwa bank, pesa unaweza kupewa pesa zako, ukalipiwa pesa zako kwa account yako na zile pesa zikahang. Ukajaribu kuzitoa kwa account yako ikawa hazitaki kutoka kwa account ya bank zikuja kwa M-Pesa. Basi inakuanga ni shida ya system. Inabidi uende kwa bank, uende hiyo system ikakuwa updated ndio mambo ikiwe sawa. Basi wakati pesa yangu ilikuja ikahang, nikajaribu nikafikiri kwa yule dada nilimsaidia wakati mmoja. Hata nimuombe anisaidie nione kama atanisaidia vipi. Ilikuwa kama yeye ni jana yake tu ndio amepata pesa. Nikampigia simu nikamwambia, "Hello, vipi madam, poa? Niko na shida kidogo dharura hapa. Naomba unisaidie. Pesa yangu imehang kwa account yangu na sina pesa hata ya kwenda mahali, bank zilikuwa mbali kidogo. Sina pesa ya kwenda kwa bank. Sina pesa ya fare kwenda huko. Naomba unisaidie na 1000. Niende huko na nirudi. Alafu nikipata ni baada ya siku 2 tulikuwa update system, nadhani kama 24 hours hivi. Baada ya siku 2 siku 3 nitakuregeshia pesa yako." Basi sikizeni niwaambie, licha ya kumsaidia huyu dada na kumpigania apate kazi, kwa jitihada zangu zote nilijituma, even though sikumsaidia ili akuje kunisaidia baadaye ama nini. Aliniambia mimi sina, nimegawa pesa yangu yote imeisha. Nimegawa pesa yangu yote imeisha, kwa hivyo sina pesa, siwezi nikakusaidia. Mimi sikuongea zaidi na nilimwambia asante, kama huna ni sawa sawa. Hii story inatufundisha nini? Ukimsaidia mtu msaidie tu aende na wewe uende zako. Usitarajie atakusaidia. Hata kidogo usitarajie atakusaidia. Huo mfano nimempatia mfano huyo dada. Nilimsaidia ukijua pia wanaume si rahisi kusaidia mwanamke. Wengi utaka hata pia wapewe makalio, wengi utaka pia wapewe nyama ndio wapeleke mwanamke kazini, lakini mimi nilichukulia hii ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, si mimi. Na nikamwambia hata hiyo pesa alikuwa atakunipa apatie nani? Apeleke kanisani akatoe sadaka. Lakini nilipofika mimi sasa ndio nimeshikika nataka usaidizi. Hiyo ndio lilishangaza na nikajifunza kitu. Si kushangaa na si kumchukia, lakini chenye nilijifunza hapo sasa ndicho cha maana, kwamba wakati unaposaidia mtu msaidie tu aende. Usimsaidie ili wewe atakuja kukusaidia. Uende ukamsaidia na kuja akose kukusaidia kabisa, ukiwa wakati uko na shida kabisa akose kukusaidia. Wewe kumsaidia mtu, msaidie tu ende zako. Ama kama hutaki kumsaidia wachana naye pia. Sababu haitakuwa hakuna tofauti. Umemsaidia hujamsaidia pia tofauti hakuna. Maisha yako itabaki vile vile na shida zako zitabaki ni shida zako. Kwa hivyo ukisaidia mtu usitarajie atakusaidia. Au unaweza msaidia
na akose kukusaidia. Umsaidie wakati kuna shida, unataka akusaidia, akose kusaidia, na usikasirika kosa kusaidia. Manake kitu ni muhimu, msaidie, Mwenyezi Mungu atakulipa wewe, sio huyo uliyomsaidia akulipe.